Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka Bwana leo ametaka tuone. Na nasema kama si Bwana aliyekuwa upande wako, sema sasa. Sema ni wewe mwenyewe. Sema ni mimi ninapesha kanisani. Sema ni mimi hata sidi ninakalia shetani hadi. Sema ni mimi maana hata nahubiri vizuri. Shetani anajua maandiko yote. Yote. Hallelujah. Bwana ndiye amehusika. Hata kile unachokitaka ukiangalia hujakiona, lakini aliyekutendea Mungu ni zaidi ya kile unachokitaka. Maana alikutendea mema. Nani anaona hilo? Nani anaona hilo? Nani anaona hilo? Hallelujah. Mwanadamu unaweza ulizwa Mungu ametenda nini? Ukawa unajitafuta. Maana unasema hata sijaona. Lakini ona hata kusimama kwako hapo kumekaribu Mungu. Maana angekuwa yeye kugaramika, ukatafunwa na ukamalizwa. Lakini kwa sababu ya Mungu amekutoa, hakukubali kukutoa kuwa mawindo ya neno yake. Mungu hakukubali. Mungu hakukubali. Mahali ulipofika ni Mungu. Mahali ulipo ni Mungu. Haujastahili. Haujatenda zuri kabisa. Haujatenda ambalo linafaa Mungu akutendee hayo. Kuna watu walikuwa kama wewe na walisha. Jamani, kuna watu walikuwa kama wewe na wakaibika. Ndio maana hata wanapokufuatilia wanamsururu wanakambia kama tulimaliza kijana fulani. Na tulipotoka hapo tukaingia kwa kijana fulani, basi hata huyu yuko ndani. Lakini kwako haikuwa hivyo. Maana Mungu aliye ndani yako hakuruhusu kabisa kukutoa mawindo ya kuwa mawindo ya meno yako. Kwani walitafuna? Sindio? Sindio mwenzako alitafunwa na ukajua? Sindio mwingine hata aliangushwa na ukaona? Lakini jiulize wewe, mbona hawajakuangusha? Na hawatakuangusha. Leo Bwana ametaka mjue. Kama si Bwana aliye upande wenu, semeni sasa. Endeleeni kuomba kweli mtaka gari. Endeleeni kuomba kweli mtaka nyumba nzuri. Lakini Bwana anauliza kama si Bwana kwa upande wako. Sema. Sema leo. Sema kwamba si yeye. Hasira za watu zilipoinuka juu yako. Mafuriko yalipoinuliwa, yange kukarakisha hizo hali ambazo ziliinuliwa kwako. Angekuwa Bwana kukutetea, hizo hali zingekubeba. Tungefanya kusikia kulikuwa na mwokovu mzuri. Lakini sasa hayupo. Labda hata amerudi kwa ulevi. Labda hata Jameni. Hiyo hali ulio ndani ilifanya mwingine akaanguka wokovu. Na akauliza akasema ningefanyaje? Kwa hii hali ningeendaje? Unaniambia nisimame hii hali. Lakini uliza, jione kwa nini wewe umepita kwa hiyo hali. Sababu Bwana hakukutoa kuwa mawindo ya meno yao, na yuko pamoja nawe. Hallelujah. Wapendwa, tunataka kumshukuru. Shukuru kwa mbali umefika. Shukuru maana mtego wa wawindaji umevunjika. Mtego aliokuwa wamekutegeshea wakitafuta nafsi yako kuimaliza, huo mtego umevunjika. Huo mtego umevunjika na nafsi yako imeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi ndiwe Bwana. Kwa kuwa kututoa kuwa mawindo ya meno yao. Haujastahili wewe. Wewe asika, wewe una tofauti kabisa na yule aliyeanguka. Wewe hauna tofauti kabisa na yule aliyezikwa. Wewe hauna tofauti na yule ambaye anaangaishwa hajapata hata kazi. Maana wanaofanya hiyo kazi wanajua. Lakini ona wewe mahali ulipo. Ona. Anasema kama si Bwana anasema. Sema ni nguvu zangu sasa. Hallelujah. Akamalizia anatuambia.
aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wetu uko katika Bwana. Mpendwa, msaada uko katika Bwana. Haijalishi waliangusha nani, lakini wewe hawatakuangusha, maana Bwana yuko upande wako na Bwana anasimama kukupigania. Ni kweli gharika zinainuka, lakini zitapita juu yako na hazitakugharikisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno hilo ndo Mungu amenipa kwa ajili ya siku ya leo. Anasema msaada wetu uko katika Bwana. Usitoe macho yako kwa Mungu, maana wanadamu hata hawana msaada wao. Unapojaribu kutegemea wanadamu wakupe msaada, wanadamu siku zote ni vitendea, wanasaidia kwa uwezo wao. Wakifika mahali wameshindwa, watasema tumeshindwa, wanakugeuka na maneno mengi. Lakini wao wameshindwa, hawawezi kusaidia zaidi hapo. Lakini msaada wetu uko kwa nani? Uko kwa jina la Bwana. Huo ndio msaada. Tunatakiwa kuendelea kuinua macho yetu mbinguni. Tunatakiwa kuendelea kuinua macho na kutazama huyu Mungu. Haijalishi ni hali gani, lakini unaambiwa mtego. Haleluya. Nasi nafsi zetu zimeokoka. Bwana Yesu